Na mpenzi mtazamaji wa Soma Vitabu TV, ninakukaribisha sana siku hii ya leo. Iwe siku maalum kwako kwa ajili ya kubarikiwa na somo fupi ambalo litakusaidia kufahamu juu ya kulinda ubongo wako. Na unajua ubongo ndipo ambapo maamuzi ya mwili yanafanyika. Kwa hiyo utagundua ni eneo ambapo unahitaji uwe makini na mwangalifu sana ili uweze kufanya maamuzi vizuri na kuamua mambo sawasawa. Nikukaribisha sana, usisahau kusubscribe, gonga alama ya kengele ili ujihakikishie kupata masomo mengi yanayokuja kutoka hapa Soma Vitabu TV. Na unajua imekuwa ni muda mrefu hatujaonekana kama Soma Vitabu TV, lakini nataka nikupe habari njema ya kwamba sasa tumerudi na tutaendelea na mwendelezo wetu wa kuposti masomo mbalimbali ya afya na yanayohusiana na neno la Mungu kwa ajili ya kukusaidia kuimarika katika maisha haya. Kwa hiyo nimekurudisha tena katika kitabu hiki ambacho kinaitwa Sharubati za Kiafya, na ikiwa una kitabu hiki utaenda moja kwa moja kwenye ule ukurasa wa 275. Ukurasa namba 275 ameelezea vitu muhimu vinavyoweza kukusaidia katika kulinda ubongo wako. Nataka nikutajie baadhi ya matunda au nafaka ambazo ni muhimu sana kwa ajili ya afya yako ya ubongo. Cha kwanza, tumia kwa wingi shairi. Shairi ni jamii ya ngano ni jamii ya mchere inayofanana na ngano. Lakini pia tumia kwa wingi beri nyeusi, hani matunda. Lakini pia tumia beri za blue. Tumia tufaa. Tufaa inaweza kuwa ni lugha ngeni lakini ni apple kwa lugha maarufu inayofahamika. Lakini tumia strawberry. Tumia strawberry kwa wingi kadri unavyoweza. Lakini tumia ngano nzima yenye kiini chake, usikoboe. Lakini pia tumia maembe hasa yanapokuwa yanapatikana kwa msimu wake. Tumia kwa kadri unavyoweza. Lakini tumia maziwa ya nazi au nazi yenyewe ukiweza. Kwa hiyo vitu hivi vimethibitishwa ya kwamba ni vizuri sana katika kulinda na kutengeneza uimara wa utendaji wa ubongo. Lakini kumbuka jambo hili. Kila siku unashauriwa kutumia sharubati ama juisi ya limau. Juisi hii ya limau ni nzuri sana, inashughulika katika kuondoa sumu mwilini, mwili unakuwa safi, na mwili unapokuwa safi utendaji wa ubongo unakuwa ni mzuri pia. Kwa hiyo kila siku hakikisha unatumia juisi ya limau, angalau bilauri moja kabla haujala kitu chochote. Ukiamka asubuhi, kamua nusu ya limau kwenye bilauri moja, halafu kunywa. Utakuwa unafanya kitu kizuri ambacho kitakusaidia kuwa active katika ubongo na utendaji wa mambo. Sasa acha vitu vifuatavyo. Vitu hivi vimethibitika kabisa kuharibu ubongo na kudhoofisha utendaji mzuri wa ubongo. Jambo la kwanza, acha matumizi ya pipi. Acha matumizi ya biskuti. Epuka sana matumizi ya sukari. Epuka. Tunaposema epuka, usiache kabisa. Sukari na umuhimu wake katika mwili, lakini sukari ni hatari sana ikizidishwa kiwango. Kwa hiyo epuka sana matumizi ya sukari. Lakini epuka viongeza utamu bandia. Ni hatari sana. Lakini jambo la mwisho ambalo nataka nikwambie, zingatia jambo lifuatalo. Jitahidi upate usingizi wa kutosha. Ubongo unapopata usingizi wa kutosha, unausaidia kuumbika upya na kufanya kazi vizuri. Mungu akubariki sana. Hicho ni kifupi sana ambacho leo natamani nianze na wewe, na tutaendelea tena kwa kadri ambavyo Mungu atatuwezesha. Usisahau kusubscribe ili ujipatie masomo mengi yanayokuja kutoka hapa. Asante sana na karibu tena wakati mwingine.